Sister, samahani mwanangu. Naona upo hai. Wapi tena? Niko nyumbani. Nyumbani. Mimi nimekusimamisha hapa. Na jambo kidogo naomba tushirikiane kwa pamoja kama wewe. Ila nahitaji kusamehewa endapo nitakukosea. Kwanza nikupongeze kwa kupendeza. Asante. Una kila sifa ya kuitwa mwanamke. Wewe usipokuwa na bahati. Sasa dada. Mimi kuna kitu changanya sana kwenye kichwa changu. Ni swali huwa napenda sana kuuliza kama utojana. Niulize wewe sijali. Nawaza jinsi gani nitakuuliza maana vitu vingi. Hivi sister. Kuna sehemu za siri dada. Ndio maana nikatanguliza msamaha kama tutakukosea. Miongoni mwa maswali yangu na swali langu lenyewe lilikuwa ni kuna sehemu za siri. Unamaanisha nini? Ndio swali gani mwanamke? Sasa ungenijibu ili ujue namaanisha nini? Umetolewa kijinga mimi. Okay, so utajua. Mbona juzi nilikupanga tuonane lakini naona kanirusha, shida nini tena? Unajua siku ile mume wangu aliwahi kurudi nyumbani. Sasa rudi nyumbani ndio unashindwa hata kujiongeza. Si namwambia mimi nenda dukani mara moja. Dukani tu hapo. Angenishtukia. Lakini yote leo nataka wewe. Mimi nilikwambia achika kweli mimi niko mke wa pili. Mimi. Mke wa pili. Kwani unipende? Sasa sikupendi na kupenda, yani achika kama anipenda mimi. Mwache mkeo, nioe mimi. Sawa, lakini mimi najua nimekuhisi sana. Kweli tena. Unifikie mimi. Nani nitakuta? Sasa ndio kama hivi. Kwa hiyo ndio tutaonana. Nitakwambia mume wangu akitoka tu nitakwambia. Wewe. Jamani mimi nimekuhisi sana. Halafu kitu kingine kwa makini. Tunajua mapenzi yetu si ya kujificha sana. Mbona uchoke? Nitaangalia hali yao itakavyokuwa hii. Na si unajua mawingu. Ukiwa najua nitaenda. Lakini ukiwa bado mvua zinanyesha hivi sio zingatoka. Sasa tunaona mpaka saa ngapi ndani? Naanza kabisa na chochote. Lakini mke wangu mwenyewe tunaona mvua hizi. Sasa nitatokaje na mvua? Sasa kwa hiyo kama mwana tutatazamana mpaka saa ngapi? Basi itabidi nitatoka tu hivyo hivyo. Ndio tu utoke. Kuna nimekumbuka mume wangu kitu. Umeanza sasa nini tena? Nimeanza tena. Mzazi wako pinakuambia. Naambia. Zako. Kuna mtu hapa mwanzo ananisumbua. Afika siku nasahau kuambia. Anakusumbua kuhusu nini? Kila siku lazima hapa agonge mlango. Anataka nini? Na nikitoka nje, ananiuliza tu maswali ya kijinga. Sasa kijinga maswali gani nakuuliza? Eti mtu wetu kamuulizaje mtu kana sehemu za siri. Anakuuliza na sehemu za siri? Sasa mtu anatoka alipotoka huko, anakuja hadi hapa anakuuliza swali kama hiyo. Vipi yule mtu ulipomwona? Ana akili timamu kweli? Yana akili timamu, ana akili zote mimi pamoja. Amevaa amependeza kabisa. Mwanamke au mwanaume? Mwanaume.
Sasa swali kama hilo ana shida gani? Na mara ngapi kashakuja hapa? Mara kama 3 hivi. Sawa. Leo mimi sitotoka. Siendi kazini kabisa. Akija utatoka nje na kumsikiliza. Akikuuliza swali kama hilo itabidi umkubalie. Usije kuanzisha vurugu mwanangu, mimi sitaki. Siwezi kuanzisha vurugu. Sasa unataka nini? Itabidi tujue tatizo lake nini ili asiendelee kukusumbua. Wewe utaona atakusumbua mpaka lini? Hata mimi nilikuwa nimeshachoka. Ndio hivyo, mimi leo sitotoka. Kwa akija wewe utatoka nje. Utabidi umkubalie kwa swali ili tujue ni yake nini. Haiwezekani kila siku anakuja na kuuliza swali kama hilo mke wangu. Unajua mtu mwenye akili timamu hawezi kuuliza maswali kama haya. Yaani mimi mwenyewe kwanza amenichosha wewe. Hivi wewe mtu unakosa sehemu za siri. Eti mume wangu kweli? Basi ndio kama hiyo. Mimi nimeshachoka. Limalize tu. Ni swali. Sawa basi tutaacha. Hodi. Asante. Asante ba. Salama, karibu. Asante bwana. Kwema. Hapa nyumbani tena. Kwa nini unafikiria hivyo? Kwanza mimi niendelee kukuomba radhi. Samahani kwa maswali yangu. Na swali langu mimi ni moja hili tu. Sina swali lingine. Ni swali langu lile la siku zote. Hivi dada? Au na sehemu za siri? Hivi kwa nini unataka kunitukana? No, sikutukana. Nakuuliza hili swali lina maana yangu. Light ungeshanijibu, ungeshajua nini namaanisha. Ninazo. Safi kabisa, umenijibu vizuri sana. Sasa kama unazo sehemu za siri, naomba umwambie mume wako aachane kutembea na mke wako. Na ndio maana umeona nimekuja kuonga hapa. Ingekuwa mume wa yule jirani yako ningeenda kule. Kwa kuwa ni wewe, naomba umwambie mumeo. Wakada. Kwanza mume wangu namjua vizuri. Namjua vizuri kabisa. Mumeo si jamaa fulani mfupi hivi anasokota tu. Ndio. Si ndio? Au unahisi mimi nimechanganyikiwa bwana? Naomba tu kwanza uniambie tu. Kwanza ulimkuta wapi? Yaani kwanza napenda nikuthibitishie kwamba mimi niko timamu. Alafu cha pili, nadhani unafahamu mapenzi jinsi gani yanavyouma. Na hili swala mimi mke wangu bado halifahamu. Ila nimeamua kwanza kuja upande wa pili kabla sijalifikisha kwa mke wangu. Kwa nikishalidhibiti huko nitaenda naye. Yaani unaelewa kabisa mume wangu. Kabisa yani. Hapo kitu gani ambacho bado uniamini wewe? Hamna. Nilikuwa nataka kujua mimi kwa sababu siwezi kukataa wakati wewe kuna mtu tushirikiane mimi na wewe kwa sababu mimi nilikuwa sijui. Wewe ndo unaniambia leo. Na kwa nini sasa usipoteze sana nilete maswali yako nusu wewe unaniambia. Mumeo si anaitwa Kapela? Ndio. Ndio. Labda kitu gani ambacho unataka usithibitishe kiundani zaidi? Kitu kingine ambacho unaona nikikutajia kwamba unahisi kweli ndio mumeo. Kwa sababu ni mweusi, mfupi, anasokota nywele, ananyoa pembeni na jina lake namfahamu kama Kapela. Unaelewa? Na nimeanza kufuatilia, sio kwamba nimekurupuka hili jambo. Nimeanza kumfuatilia muda mrefu. Baada ya kujithibitisha kwamba ni yeye. Na ndio maana unaona anakuja kukugongea
Na hata siku ile nilikuuliza tulipokutana njiani, huwa una sehemu za siri? Sababu za kukuuliza ile swali ni kutaka kujua kwa nini mumeo anashindwa kutulia na wewe na anahangaika na wale za watu. Au ulitaka aje hapa labda amevunjika mguu ama ameuawa ndio uamini kwamba ni kweli? Basi niamini ninachokwambia, naomba umfikishie hizo taarifa. Kama anapenda maisha yake, anajipenda yeye mwenyewe, anakupenda na wewe, naomba atulie na wewe. Sitaki masiala na mke wangu. Nashukuru pia kwa kunielewa. Naamini atakuwa unamfikishia hivi. Umemsikia? Mke wangu mimi nimesikiza, lakini yule ni chizi. Chizi yule. Sasa mke wangu kumbe siku zote unaniambia ndio unakusumbua na mbona kusanitai hayo? Hivi wewe unijua vizuri. Yule chizi anaongea pale? Mke wangu. Yale maneno umesikiza pale mwenda azimu yale? Mke wangu anataka kutugombanisha tu mimi na wewe mke wangu. Watu wapende wanapoona sisi tunavyoishi hivi kwa upendo, wanataka kutugombanisha tu. Haiwezekani atoke kwa aje kuongea maneno kama hayo mke wangu. Mimi siwezi kufanya vitu kama hivyo. Hivi mama unajielewa? Maneno yote aliyoongea wewe yule pale chizi? Mke wangu nisikilize. Mimi siwezi kufanya vitu kama hivyo. Uwezi. Kaweza nani sasa? Mke wangu anataka kutugombanisha tu mke wangu. Hivi unanijua vizuri? Niomba tu niambie ukweli. Kwanza mimi naomba tu nikuulize. Kwa hela gani ambayo unaipata mpaka unakuchapuka? Mke wangu mimi siwezi kufanya vitu kama hivyo, naomba unielewe. Kwa nini mke wangu uniamini wewe? Mimi kweli kwa ajili ya maneno ya mtu ambaye hajulikani wala nini nakuja kukwambia vitu kama hivi. Hivi mimi kwa nini nimekosea nini? Mke wangu, mimi naomba unisikilize. Mimi yule mtu mimi simfahamu wala nini, nataka kutuharibia tu. Sikia nikwambie. Ukihitaji tuelewane humu ndani, niambie ukweli. Sio kweli gani mimi nitakwambia mke wangu? Niambie ukweli. Mke wangu mimi naomba unisamehe. Labda ni shetani ndio amenipitia, lakini mimi siwezi kufanya vitu kama hivi. Shetani ndio unakubali sasa hivi kwa shetani Ulipokuwa unakataa, unapomsingizia baba chizi. Mke wangu mimi naomba. Ndio hivyo lakini mke wangu mimi yani siwezi kufanya tena. Sihitaji maneno na wewe. Sitaki maneno na wewe. Naondoka kwetu. Sasa mke wangu unaondoka wapi tena? Mwito shetani ndiye mwisho wote hapa.